Siku moja asubuhi kama ilivyoada, Judith alikwenda dukani kwake mapema na kupangilia bidhaa zake kama ilivyokuwa siku zote. Mwanaume mmoja mrefu, nadhifu, mwenye harufu nzuri ya manukato mazuri na tabasamu la kuvutia alionekana kufungua mlango wa duka la Judith. Alivaa shati jeupe lililompendeza na saa ya mkononi. Judy alimkaribisha kwa heshima zote. "Karibu kaka, karibu." "Asante." Sauti yake ilikuwa tulivu na yenye kujiamini sana. Akaanza kutazama bidhaa huku na kule, Judith akiendelea kumwelekeza kila kilichokuwa kikiuzwa hapo. Baada ya kumaliza kuchagua, akaenda kulipia. Judith alipokuwa akimkabidhi risiti, mwanaume huyo alitabasamu na kisha akasema, "Samahani, naweza kujua jina lako?" Judith akasita kidogo, lakini alimwambia, "Ndiyo, naitwa Judith." "Oh, jina zuri kama wewe mwenyewe." "Na mimi pia naitwa David." "Nafurahi kukufahamu." "Nimefurahi pia kukufahamu David." "Karibu tena." "Asante." Lakini David hakutaka kuondoka kwa haraka kabisa. Alikuta akitafuta mazungumzo ya ziada ili mradi tu aendelee kuongea na Judith. Alimuuliza, "Unafanya kazi hapa kwa muda mrefu?" Judith alimwambia, "Ndiyo, niko hapa kwa muda mrefu kidogo." Baadaye kulikuwa na ukimya mfupi uliotokea kati yao. Lakini kwa dakika chache, David alivuta pumzi. "Kama hautajali, naweza kupata namba yako ya simu?" Judy alishtuka kidogo kwa mshangao, lakini baadaye alimwambia, "Hakuna shida, naweza kukupatia kama utahitaji." Moyoni alijiuliza, nimpe au nikatae? Lakini uso wa David ulionyesha kuwa hakuna shida hata kidogo. Hivyo Judith alichukua maamuzi ya kutoa namba yake na kumpatia yule kijana ambaye anaitwa David. David aliitazama ile namba ya simu huku akitabasamu. "Haha, asante, naahidi sitakusumbua." Judith alimwambia, "Asante pia, karibu tena." Lakini tangu huyo kijana alipotoweka hapo dukani, moyo wa Judith haukuwa wa kawaida tena. Ulikuwa ukiongea na kujiuliza maswali mengi ambayo yalikosa majibu. Siku ile jioni, simu ya Judith iliita. Aliipokea na kusema, "Habari?" "Nzuri, mimi ni David. Nilipata namba yako asubuhi ya leo." "Oh, David, karibu." "Asante, natumaini sijakusumbua kabisa." "Hapana, wala haujanisumbua." Mazungumzo yao yaliendelea kwa dakika kadhaa. Baadaye waliongea kuhusu kazi na maisha yao kwa ufupi. David alikuwa mcheshi kiasi kwamba Judith alijikuta akicheka na kutabasamu muda wote. Siku ya pili ikapita na siku ya tatu David akamtumia ujumbe asubuhi, "Mambo, umeamkaje? Natumaini siku yako itakuwa nzuri kama tabasamu lako." Judith alifungua ule ujumbe na kusoma mara 3 mfululizo. Kuanzia hapo, mazungumzo yao yakawa ya kila siku. Walizungumza mchana, jioni, asubuhi, usiku na hata wakati mwingine walikuwa wakichati mpaka saa 8 za usiku. Kadri siku zilivyozidi kwenda, ndivyo walivyozidi kuzoeana. Judith alianza kugundua kuwa kila simu yake iliyopigwa na David, moyo wake ulikuwa ukidunda kwa kasi. Na David naye alikuwa tayari ameshaangukia kwenye mapenzi ya Judith. Siku moja Judith akiwa yupo katika harakati zake za utafutaji, David alimtumia ujumbe, "Mambo Judith, utakuwa na muda kesho?" Judith alijibu kwa haraka kabisa, "Ndiyo, nitakuwa nao." "Vipi, kuna shida yoyote kwani?" David alimwambia, "Ninahitaji kuonana na wewe kwa sababu kuna jambo muhimu nataka nikwambie." Judith akabaki akiwaza, "Ni jambo gani? Unataka kuniambia nini?" Lakini David alimwambia, "Hapana, sitakiwi kusema kwa sasa hivi, lakini pale utakapofika nitakwambia kila kitu kwa wakati." Alimuelekeza sehemu gani wanaotakiwa kukutana. Hatimaye Judith alifika katika hiyo sehemu na walikaa, walikunywa na baadaye David aliamua kueleza hisia zake kutokana na vile alivyokuwa akihisi kwa Judith. "Judith, kuna jambo limekuwa likiudatiza moyo wangu tangu siku ya kwanza tu nilipokuona." Judith akamwangalia kwa makini David usoni, lakini David alirudia kusema, "Sijawahi kuona mwanamke mrembo, mkarimu, mchapakazi na mwenye moyo safi kama wewe Judith." Judith moyo wake ulijaa hisia. Hakuwahi kusikia maneno matamu kama hayo kutoka kwa mtu yoyote ule katika maisha yake. Akashusha macho chini na kumwambia David, "Nimekuelewa, lakini nina hofu." David alimwambia, "Hapana, usiwe na hofu hata kidogo. Mimi ni mwanaume ninayejitambua na nina hakika nitakutunza katika siku zako zote." Judith alinua macho yake huku akimtazama David na alimwambia ya kwamba, "Sijawahi kumpenda mwanaume yoyote kwenye maisha yangu. Na wala sijawahi kupendwa, sijui hata mapenzi yanaanzaje na wala sijui mapenzi maana yake ni nini." David akamshika mkono taratibu na kumwambia, "Usiogope, niko hapa kwa ajili yako." "Lakini David, nina hofu. Hofu yangu ni..." Kabla hajamalizia alimziba mdomo
akamwambia, mimi sitakuja kukuumiza. Naomba uniamini na unipatie nafasi katika maisha yako. Basi Judith akatikisa kichwa na akamjibu, sawa, nimekubali kuwa na wewe, lakini naomba usije ukauvunja moyo wangu David. David alifurahi, alisimama na kumkumbatia kwa bashasha na furaha. Ninaahidi Judith, nitaufanya moyo wako uwe sehemu salama zaidi duniani. Judy akafumba macho huku tabasamu la kweli likionekana usoni mwake. Je, ni kitu gani kitakwenda kutokea sehemu ya 7? Usikose kusikiliza simulizi hii ya kusisimua. Kaa na mimi tuburudike pamoja.